Violet ni msichana mwenye ndoto kubwa. Tangu akiwa mdogo alikuwa ameishi kijijini kwao, ambapo elimu ilikuwa adimu sana, lakini bidii yake ilimfikisha hadi chuo kikuu aliposomea ualimu. Baada ya kuhitimu masomo yake, hakukata tamaa licha ya ajira kuwa ngumu kupatikana. Alisikia kuwa kulikuwa na shule ya msingi ya kata uko Mti wa Mvule iliyokuwa na uhaba wa walimu, bila kujali hali ngumu ya kijiji hicho. Alijitolea kwenda kufundisha bila hata malipo, lakini Violet alihamisha maisha yake yote huko katika kijiji cha Mti wa Mvule, akifundisha kwa moyo wa kujitolea, mara nyingine akitumia pesa zake kununua madaftari ya wanafunzi au kusafisha darasa kabla ya kufundisha. Wanakijiji walimpenda, wanafunzi walimheshimu, na hata wazazi walihisi faraja kuwa na mtu kama yeye. Baada ya miezi minne ya kujitolea, afisa elimu wa wilaya alifanya ziara ya ghafla shuleni hapo. Alivutiwa sana na utaratibu wa shule hiyo ambapo Violet akifundisha. Yaani si utaratibu tu, bali utaratibu na nidhamu na mwenendo wa wanafunzi pia. Alipochunguza zaidi kwa undani, aligundua kuwa mambo yote hayo yalisababishwa na kazi ya Violet. Na wiki moja baadaye alipewa ajira rasmi. Kutokana na utendaji wake bora, aliteuliwa kuwa naibu mwalimu mkuu, yani mwalimu mkuu msaidizi. Shule hiyo pamoja na kazi, Violet alijiendeleza kielimu kwa masomo ya jioni mjini. Akitaka kujiimarisha zaidi kielimu, mkuu wa shule Mwalimu Mwinjuma alianza kumchukia Violet kwa sababu alihisi atapokonywa uaminifu na umaarufu pia. Alianza kumpa kazi nyingi za ziada, kumpa vikwazo bila hata sababu, na hata kueneza uvumi kuwa Violet anajifanya mtakatifu sana. Wanafunzi na walimu wengine waliona unafiki huo, lakini walinyamaza kimya kwa uoga. Violet aliendelea kuwa mvumilivu sana, akijua kuwa ukweli huwa haujifichi milele. Siku moja Violet alipokea barua kutoka kwa afisa wa elimu wa mkoa. Aliitwa kwa kikao cha kinidhamu kwa madai kuwa amegushi saini za uhamisho wa mwanafunzi, jambo ambalo lilikuwa ni kosa kubwa sana kisheria. Ilidaiwa mwanafunzi huyo alihamishwa bila idhini ya mzazi na Violet alihusika. Kwa kweli Violet alishtuka sana. Hakuwahi kufanya hivyo, lakini barua ilionyesha ushahidi wa kugushi saini iliyokuwa imechorwa kuonekana kama ni yake vile. Alijua hili lilikuwa ni njama tu. Alienda kwenye kikao akiwa amekata tamaa kabisa yani. Alisimama mbele ya meza ya viongozi wa elimu wa mkoa. Kiongozi aliyeketi katikati alikuwa ni afisa elimu mkuu. Alimkazia macho sana kwa muda mrefu sana, na ghafla akavua mioni yake na kusema, Violet, ni wewe? Violet alikumbuka sura ile. Miaka 6 iliyopita akiwa bado mwanafunzi chuoni, alimsaidia mzee mmoja aliyekuwa amepoteza fahamu barabarani. Alimpeleka hospitali na hata aliwahi kumtunza kwa siku 2 akiwa peke yake. Huyo mzee ndiye aliketi mbele yake sasa. Nilikupoteza, sikuweza kukuona tena, lakini moyo wako wa huruma siwezi kusahau kabisa yani. Hakuna mtu kama wewe Violet. Angefanya haya nani?
naomba nitachunguza hii kesi upya. Mzee huyo afisa wa elimu mkuu alisema maneno hayo. Na baada ya uchunguzi wa kina, iligundulika kuwa mkuu wa shule, Mwalimu Mwinjuma, ndiye aliyepanga njama zote, akiogopa kuwa Violet angechukua nafasi yake kutokana na mafanikio yake kazini na kisomi. Mwalimu Mwinjuma alifukuzwa kazi kwa matumizi mabaya ya ofisi na uongozi. Violet alifutwa mashtaka yote, akasafishwa hadharani. Mwezi mmoja baadaye alipandishwa kuwa mwalimu mkuu, na miezi 6 baadaye akapewa tuzo ya mwalimu bora wa mkoa. Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, siku zote wema huwa hauozi. Violet alithibitisha kuwa uvumilivu, bidii na moyo wa kusaidia walipa waliokata tamaa. Safari yake haikuwa rahisi sana, yani haikuwa rahisi kabisa, lakini mwishowe ilimfikisha kule halipostahili. Sasa alishikilia nafasi ya heshima, si tu kwa cheo, bali pia kwa mioyo ya wanafunzi, wazazi na jamii nzima. Je, umejifunza nini kutokana na simulizi hii? Shusha komenti hapo chini. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Ni mimi msimulizi wako King Sura.